wageni ambao wamechoka na uongo, wameamua leo wanakuja ODM, wanataka dhambi zao zioshwe hapa mbele ya wananchi wa Meru, wavalishwe kofia na baba mwenyewe, waanze kutembea njia mpya, si ndio? Tutawakaribisha, si ndio? Haya, wapi huyu jamaa anaitwa Osman Yusuf? Na wale ako wapi? Akuje na wale wengine wote tafadhali, kwa sababu ya muda. Kwa sababu ya muda wakuje na wenzake wote. Wako wapi? Nataka wapange laini hapa. Osman, kujeni hapa. Haya, Osman, hao walikuwa chama gani? Osman, tuambie kwa haraka, wavalishwe kofia na baba hapa kwa sababu ya muda. Msizuie hiyo wapiga picha, tunataka waone vizuri. Mnaweza unda laini mbili hapo nyuma. Asante sana. Aya, Osman, tuambie hawa ni kina nani? Hawa kwa majina naitwa Osman Yusuf Mucheke. Msonge hivi, msizuie wapiga picha. Songa tu nyuma. Asante vijana, asante. Your Excellency, Prime Minister Raila Amolo Odinga, tunashukuru sana kwa ujio wako hapa Meru. Hawa vijana unaona hapa, hawa vijana wamekuwa katika chama ya UDA. Tumetembea nao safari mrefu sana na hawa watu wa kutenga. Tumetengwa, tukatengwa, mpaka tumeamua kujitenga na hiyo siasa ya UDA. Na kuanzia leo baba, hii ni damu changa. Hii Meru tumeishi, kuna kasumba imeishi hii Meru. Wazazi wetu usijui waliuziwa na babu zao, wamekuja kutuuzia sisi. Sisi sasa tunakata minyororo baba. Hii rika hii, we jua kuanzia sasa sisi ni ODM hapa. Asante sana Osman, tutaanza na wewe. Tulia, tutaenda kwa mstari. Kila mtu asalimie baba. Osman, asante. Msizuie kamera tafadhali, kaeni chini tu. Asante sana, tuendelee. Tusonge kwa haraka, nyinyi ni vijana wepesi. Asante sana. Asante.
Haya vijana, hiyo imetosha, ile ingine tutafanya baadaye tafadhali. Haya, asante sana. Nitahakikisha kila mtu amepata kofia. Nitahakikisha kila mtu amepata kofia tafadhali kwa sababu ya muda. Haya. Haya, tafadhali wewe. Nisikizeni. Wewe, Brayo. Chukua hawa vijana rudishe huko. Tafadhali. Kila mtu atapewa. Asante sana mzee. Kila mtu atapewa polepole tu. Ni vile ya muda unazidi kutupa kisogo. Haya, asante sana vijana. Sasa tunakapotoka hapa, nataka niseme mambo mawili kabla sijamwalika Mheshimiwa Oparanya azungumze. Tutulie, mkutano utaendelea. Nataka niseme jana kulikuwa na mkasa kule Nairobi. Kulitokea na mlipuko wa gesi kule Embakasi, na tunazidi kuwatibu watu wetu na tunazidi kuwapa rambirambi wale ambao walipoteza watoto wao. Nimemsikia rais akisema kwamba wale wote waliohusika, maafisa wa serikali, eti wafutwe kazi. Nataka nimwambie aanze na wale marafiki zake ambao wako ndani ya wizara ya Kawi. We want him to start with the Minister for Energy. Ndio tujue kwamba ako serious. Shirika ambalo linapeana leseni linaitwa EPRA. Aanze na wao. Asiende kushika watchman wadogo kule kwa mlango alafu anasema ati serikali imechukua hatua. Jambo la pili, mimi nataka niwaombe wenzangu, ukiona baba ama chama cha ODM kinakosoa mtu ambaye ameshikilia afisi ya umma, hatua haimaanishi kwamba baba anachukia jamii ya huyo mtu ama ameanzisha vita na jamii ya huyo mtu. Nyinyi mnajua kwetu ni Bungoma, mimi ni Mbukusu. Kule kwenye siasa za kitaifa wa Bukusu kuna mtu anaitwa Wetangula ambaye ni number 3. Yeye anashikilia bunge la kitaifa. Wakati ambapo Wetangula anakosea, hata mimi mwenyewe kama Sifuna lazima nimkosoe, nimwambie hapo umepotea. Kwa mfano, wakati yeye anakuwa na uhusiano wa karibu sana kati ya bunge na kati ya serikali kuu, kupelekea kwamba bunge linakosa nguvu, lazima tumwambie Wetangula umekosea. Yule ambaye anasimamia mahakama zetu, Jaji mkuu Martha Koome, akikosea na usikie chama cha ODM inasema hapa unakosea, unazimaliza nguvu vya mahakama yetu, sio vita dhidi ya Wameru, si ndio? Hata baba mwenyewe, kuna watu ambao wanatoka Nyanza wameshikilia viti katika serikali kuu, kama yule Raymond Omolo, ni Mjaluo sio Mmeru. Akikosa baba anamkosoa, si ndio? Kwa sababu tunataka kwamba Kenya hii yote wale ambao wanashikilia nyadhifa katika serikali wafanye kazi kulingana na sheria na kulingana na katiba. Jambo la pili, ni washukuru sana viongozi wa makanisa, wale ambao walizungumza jana, wale NCCK pamoja na wale ambao wamezungumza hapa. Nataka ni washukuru kwa kukiri kwamba serikali ambayo ipo sasa sio serikali ambayo mliunga mkono, ya kwamba mumeona makosa ambayo yalikuweko pale. Lakini mimi nataka niwaombe tu viongozi kwamba wale wote ambao wanafika umri wa kusimama urais ni watu ambao historia zao tunazijua. Huwezi kumchukua fisi umfuge ya kuwe mbwa. Hakuna. Mulijua huyu jamani mbaya kuanzia mwanzo. Mulitarajia nini jameni? Kuna mahali fisi inaweza geuka sasa ianze kupenda wanadamu. You cannot domesticate a hyena. Kazi ya hyena ni kukula. Sasa sijui hawa viongozi wa kanisa walitarajia nini. Lakini tunawashukuru kwamba wameona mwangaza na tuweze kusonga mbele. Kila wakati ambapo kuna uchaguzi, tuambie watu wetu ukweli kwamba kuna watu ambao hawastahili kuingia ndani ya serikali. Sasa nyinyi watu wa Meru, mtuambie